kuna njia tariqu iktisabi al-adab, kuna njia za kuweza kuzichuma hizi adabu. Kuna watu wamezaliwa vile walivyo, wanaonekana ni watu ambao wana adabu na heshima kwenye mazungumzo yao na tabia zao kwa ujumla. Kuna watu mpaka wajitengeneze sawa. Sasa nasema kama tunavyosema katika masala ya al-akhlaq, kuna majibula na mukassaba. Kuna zilizoumbwa mtu aliponazo na kuna nyingine mtu anajipamba nazo ili kujiongezea ule uzuri wa haia yake. Baada an alamana hajatana ila al-adabi, baada ya kufahamu sisi haja yetu kunako adabu, ahmiyata na umuhimu wake, wa fadlahu wa anwa'a, fakaifa as-sabilu ila iktisabihi, ni njia ipi tutaitumia kunako kuzichuma adabu, wa takhalluqi bina, kujipamba nazo, fi mujtamaati almuslimina wa fi afradihi, kwenye jamii ya Waislamu na mmoja mmoja. La mwanzo tarbiyatul auladi ma'a al-adabi mundu as-sighar, kuwalea watoto kwa adabu tokea wakiwa wadogo. Kuna adabu watakiwa watoto wafundishwe, wanapoamka wafanyeje, kusalimia watu, kusoma dua wakati wa kula. Hakadha ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuacha watoto, anambia ghulam samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik, ya ghulam, ewe mtoto, anamfundisha. Kadhalika Ibn Abbas radiyallahu anhu alifundishwa maneno makubwa, ihfadhillah yahfadhka, ihfadh tajiduhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, ila akhiri alhadith. Wa hakadha. Wa hadha wajibu alwalidain, huni wajibu wa wazazi wawili, wal asatidha, na maustadhi, fil baiti wal madrasa, nyumbani na madrasa. Walimu wa madrasa wasikomee tu katika jambo la kuwasomesha watoto Qur'ani peke yake na kuwasomesha fiqh, wasomeshe na adabu watoto wadogo wakiwa madrasa, lakini kadhalika wazee nyumbani washirikiane na maustadhi kuwafundisha watoto hizi adabu. Qala Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah limuaddibi waladi, allimhu sidqa, namwambia mfundishe ukweli, kama tuallimuhu alquran, kama tuallimuhu alquran, kama anavyofundisha Qur'an. Lakini wahmilhum ala alakhlaq aljamila, wabebe watoto kunako tabia nzuri, wajalis bihim ashrafa an-nas, na waeke kitako pamoja na wale watu watukufu, wa ahla alilmi, na watu wenye ilmu, minhum, miongoni mwao, fa innahum ahsanu an-nas wara'an wa ahsanuhum adaba, kwa sababu watu wenye ilmu ni watu wenye tabia nzuri zaidi, lakini kadhalika ndio wachaji zaidi. Watoto wako unawachukua darsa, wanakuja darasani, wanakaa wanasikiliza. Ukisoma tarjuma ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala, baba yake Zaid al-Halim akimchukua mtoto wake Sheikh al-Islam bin Taymiyyah akiwa hali ya kuwa ni mdogo, anamchukua darasani, anakaa anasikiliza maalumat. Peke tokea siku moja katika kisa moja ya walimu mwalimu anayesomesha darasa akaondoka kwa dharura, kwa akaashiria mwanafunzi asimame nafasi yake kuja kusomesha nukta ambayo ipo mbeleni. Ni kama hapa labda mimi napata dharura Ijumaa, Alhamis, fana Abu Faria utasomesha Alhamis kitabu fulani, mimi nimeondoka. Sasa hata asomesha yule mwalimu akakengeuka msingi sawa wa madhhabu ya Imam Shafi. Sheikh Islam yupo chini mdogo, akainua mkono, madha taqul ya ulay, akamrekebisha juu ya kauli za madhhabu ya Imam Shafi, juu ya kauli ya muawanatul kuffari inda almuslimin, kutaka msaada makafiri inda almukhalifina min almuslimin, wanaokhalif katika Waislamu. Je, muawana wafaa haufai? Sheikh asema haufai. Sheikh asema ambaye unafaa kwa mujibu wa kauli ndogo. Umeelewa? Kuonesha kwamba wachukuliwe hawa wakae na watu kama hawa watukufu. Wadhuribuhum ala alkadhib, wapige wakisema uongo, miongoni mwa adabu za kuwalea, wakisema uongo wapige. Wajannibuhum shatma a'radi ar-rijal, waeke mbali na kuwatukana heshima za watu, wasiwaseme watu, wasiwasengenya watu, wafundishe adabu nzuri. Wahmiluhum ala silati al-arham, waambie waunganishe koo. Wa'lam
anna al-adaba awla bil-ghulami min nasab, adabu ni haki na bora zaidi kuliko hata nasabu yake. Mtoto akiwa nazo adabu, watu wengi jamii itampenda, na asipokuwa na adabu anachukiwa na jamii ya watu wote. Lubabul adab qala qad yanfa'u al-adabu al-ahdatha fi as-sighar, huenda ikawanufaisha adabu wale wenye umri mdogo, al-ahdath, wanaokuwa, inawanufaisha kuwafundisha adabu. Walaysa yanfa'u 'inda shayba al-adab, lakini kuwafundisha adabu watu wazima na kuhainufaishi. Watu wenye mvi unawafundisha adabu, unakuelewa. Umesoma wewe, umetoka huko ya msikitini, unafundisha watu wazima adabu za mwambia mzee, hiyo unajua mazungumzo adabu yake, utambua ndo kuna adabu wazi. Innal ghusuna idha qawwamtaha i'tadalat, hakika ya matawi machanga ukiyanyoosha na nyoka. Wala yalinu idha qawwamtahu al-khashab, wala haiwezi kulainika tawi lilokauka. Al-khashab, tawi lishakauka, wataka kulinyoosha. Sasa upande huu lisije tena lende upande huu, wafanyaje? Si unalikata. Lakini tawi likiwa lipo bado kwanza bichi, waligeuza upande wa pili, si litakulia itakuwa kwa huko, au sio? Qala Malik rahimahullah ta'ala, kanat ummi tu'ammimuni, alikuwa mama yangu akinivalisha kilemba, wataqulu lina, akiniambia idhhab ila Rabi'a, nenda kwa Rabi'a, fata'lam minhu adabahu qabla ilmihi, kajifundisha adabu yake kabla ilmu yake. Unapokuwa darasani mchunge mwalimu wako Rabi'a rahimahullah, kisha soma adabu zake, jifunze adabu zake kabla ya ilmu yake. Tartibu al-madarik liqadi Iyad rahimahullah. Wa min turuq iktisabi al-adab النظر في قصص القرآن وكتب الحديث والسيرة بمعرفة هدي وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. kuangalia katika visa, habari zilizokuja kwenye Qur'ani na vitabu vya hadithi na sira, kufahamu uongofu na adabu za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vipo walikuwa mitume kabla, vipo walikuwa masahaba katika vile visa vyao, vipo walikuwa kadha, watu wa zamani walikuwaje. Waltizamu bimajalisi wa durusi ahli alhadithi, na kukaa kulazimiana na kukaa katika darasa za watu wa hadithi, liannahum ahlamu nnas biadabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sababu wao juzi zaidi wa adabu za Mtume sallallahu. Sasa hivi hakuna ahlul hadithi wa wazi manake kama vile kithiri zamani, lakini kuangalia vitabu vya hadithi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, kuangalia vitabu vyao namna walivyoandika vile adabu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika nadhuru fi mirathi aslafina, kuangalia katika mirathi ya salafi zetu, minas sahaba, walikuwaje masahaba, watabi'ina wal a'immati almashhurina bil adabi wal wara'i wad dini, adabu, uchamungu, dini. Wa min ahammi alkutubi fi sayrihim kitabu siyaru a'lami nubala cha al-Imam al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Kiangalia mujallad katika vitabu katika siyari yake, ametaja wanawachuoni wengi sana na yale waliokuwa nayo, sababu mule aliangalia zaidi jina lake kamili, asili yake, alichukua ilmu kwa nani, alitoa ilmu kwa nani, kauli za wale walioishi na yeye kumhusu, namna alivyoamiliana na watu, na athari zilizopokelewa kutoka kwa huyo mtu aliyemtaja. Kwa kiangalia wajifunza mengi kutoka kwa hawa wanawachuoni. Lakini kadhalika ta'limu nnas, kuwafundisha watu, wa tadhkiruhum, na kuwakumbusha daima biahamiyati al-adab, umuhimu wa adab fi hayatihim wa khuturati tarkihi wa ihmali, na hatari ya kuacha na kuzembea katika adabu. Wa yatahaqqaqu dhalika biiqamati ad-durusi, na yatathibiti hayo kwa kuweka darsa maalum ya adabu. Na huwa tunasomeshwa wazee, tunasomeshwa adabu, bali wengine wameandika kina Ibn al-Wardi namna ya kuishi na mfano wao. Kina watu wanasoma kisha wanafunga vitabu wanaweka ndani. Sasa utakuta mda mwingine sema hao ni tulabul ilm, jambo dogo la watoa katika reli, kiwaachia kidogo wataingia na maungoni wapigane. Si adabu za kiilmu,
Sasa shangaa haya mambo yanakuwaje? Biqamati ad-durus wal muhadarat, mihadara wal khutab, khutba za tabia njema, fi dhikri al-adab ash-shar'iyya bil adillati as-sahiha, kwa adab, kwa sheria, yani kwa dalili za kisheria sahihi kabisa. Hapa amesema Allah hivi, hapa amesema Mtume sallam. Kuteleza kupo, lakini aliyeteleza na alikuwa kasoma yupo haraka mno kujirejesha, au sio? Wala haweki al-ahqad, vinyongo. Kakosea karekebishika, sababu hakuna mkamilifu, kila mmoja anakosea. Lakini je, warudi na kukosolewa? Ili jambo jingine. Sasa jambo la 4, qira'atul kutubi wal musannafati allati afradat al abwab al adab, kusoma vitabu na tungo ambazo zimepwekeka milango ya adab, limaarifati al adab al islamiyya, kufahamu adabu za Kiislamu, wal amalu biha, na kufanyia kazi, wa nashriha baina an-nas, na kueneza baina ya watu. Wasayati dhikru ba'd al-kutubi akhira al-bahth, na itakuja kutaja baadhi ya vitabu mwisho wa bahthi hii. Nambari 5, musahabatu al-murabbin wal-ulama wa talabati al-ilm al-multazimin bil-adab, kusuhubiana na wale walezi katika wanawachuoni na wanafunzi walazimiana na adab. Kana wanafunzi wenzio, ishi nao vizuri, wale walioelewa adab, umeelewa? Lakini kadhalika suhubiana na walimu wako vyema, kaa nao vizuri, wale kwenye adabu waliokuwa nao, na kaa mbali na wale wenye tuhuma watakutia katika majanga. Allah tuhifadhi na mambo mabaya. Wa min turuq iktisabi al-adab tawaqqi al-adab al-marthula fi al-afrad wal-mujtama'at, kujiepusha na adabu mbaya kwa mmoja na jamii kwa ujumla, jipambe kwa adabu nzuri. Nambari 7, mujahadatu an-nafsi wa tarbiyatuha ala al-adab ash-shar'iyya, kuilazimisha nafsi na kuilea kwa adabu za kisheria. Walidhalika qala alayhi salatu wassalam, innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum wa man yataharra al-khayra yu'ta wa man yattaqi ash-sharra yuqa. Kika elimu ni kwa kujifundisha, hamna njia ya kusoma isipokuwa ujifundishe, na upole mtu anajipamba nao. Atakayetafuta kheri atapewa, na atakayejiepusha na shari ataepushwa. Kitaka kheri utapewa, omba, jipambe na kheri, tabia nzuri. Na anayejiepusha na shari ataepushwa, muombe Allah kuepusha na shari, jiepushe na tabia mbaya. Sahihul Jami' as-Saghir. فإذا سلك المؤمن طرق اكتساب الأدب مع الإخلاص وفقه الله تعالى, akipita muumini katika njia za kutafuta adabu na akiwa na ikhlas, Allah tamuwafikisha. Kutubu na musannafatun fil adab ash-shar'i, vitabu ambavyo vimeandikwa na tungo katika adabu za kisheria. Amma al-kutubu allati dhukirat al-adab fahiya ala anwa'i, ama vitabu vilivyoandikwa vikatajwa ndani yake adabu kuna aina. Minha ma sunnifa kamilan fil adab, vilitungwa maalum kwa adabu. Mfano Lubabul Adabi li Usama ibn Munqidh rahimahullahu ta'ala, Lubabul Adab. Kuna al-adabu ash-shar'iyya li Ibn Muflih al-Hanbali ambayo na mujalladi 3. Al-adabu al-mufrad lil-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Sahih al-adab al-mufrad lil-Albani rahimahullah, ameitia mkono Sheikh Albani katika al-adab al-mufrad. Ghadha'u al-albab li sharh manzumati al-adab lis-Saffarini fi mujalladayn. Akhlaq an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa adabuhu lil-Hafiz ibn Hayyan al-Asbahani, muhaqqaq fi 4 mujalladat. كتاب الآداب لفؤاد بن عبد العزيز الشلهوبي مجلد 1. نزاد المعالي في هدي خير العباد لابن القيم في 5 مجلدات. ومن الكتب ما أفرد أبوابا وكتبا ضمن الكتاب، مثل كتب الأدب في كتب الحديث المشهورة. ومن المصنفات في آداب معينة مثل آداب طلب العلم، وهي كثيرة منها. أما كتاب آداب طلب العلم vipo vingi, venye jina آداب طلب العلم vipo vingi. Na hapa Madarju Salikin hajakitaja,
ambacho tumekitumia sana katika kustadili, madariju as-salikin. Watu warejee huko wakaangalie namna ya kuweza kujifunza. Kadhalika uliza na mambo, wewe uliza, sawa. Ili una adabu nzuri, hebu jishushe, sawa. Katika maisha yako unayoishi, watu wote waone bora dhidi yako na wewe jione upo chini. Wallahi alazim utaishi vizuri. Lakini siku ukiamua kujikweza na ukajiona wewe ni bora, na bila ya wewe jambo haliwi, wewe ndo kila kitu, watoto wakuheshimu wewe, utaharibu. Allah tuhifadhie msikiti wetu huu. Msikiti una nguvu za watu wengi, umeelewa? Basi nasomesha hapa, lakini kuna kundi la watu nyuma yangu, ndio jambo limeenda hili. Usingekuwa kwao yasingefika hapa ambayo imefika, sawa. Kwa jione wewe huwezi, manake kujiona wewe uko juu alafu kafanikiwa. Jishushe. Ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Jishushe, wallahi lazim utaishi maisha saada na wala hutopata tabu, kwa sababu hutoingia na ugomvi na mtu. Sawa, jamaa akakusema huko kadha wa kadha kadha, basi khairan, sikanisema khairan. Akishajielewa hata nisema, basi jambo limeisha, wala ugombani na mtu. Muda mwingine pia unanyamaza, sio kila pale unasema, unanyamaza ili kuweza kupisha shetani asijakaharibu baina ya watu. Ukiwa hivyo, wallahi lazima utaishi na utapendwa na watu wote. Lakini ukiwa wewe ni mtu ambaye wajifahamu wewe mwenyewe, mambo yako utaharibu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe kwa tabia njema, lakini kadhalika aingize mapenzi baina yetu na huruma baina yetu, ili Allah subhanahu wa ta'ala atukusanye duniani na akhera katika janna yake mbele ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyudhalika wal qadiru alayhi.